tukamwambia sisi tunataka ndevu 3 tu tuzipeleke kwa mjomba Nchumali. Mlimwambia mnataka ndevu 3 mzipeleke wapi? Kwa mjomba Nchumali. Nikoma. Kondo. Jamani ngondo huku. Hilo posa linakuja. Mmeniingiza kwenye matatizo. Hamkupaswa kunitaja. Mnanitolea macho. Mnikoma. Mnikoma wabwanganywe. Yule bwana ni bwambwalu kupitiliza. Yani hamkupaswa kabisa kunitaja mbele yake. Yule bwana alikuja hapa unataka kunitolea posa. Leo tena mnaenda kunitaja mbele yake. Kwa nini mmenitaja nyie? Ngoja kwanza nikazungumze na mizimu, nitarudi hapa. Mame, Kombo, hivi ni kweli tulimwambia yule bwana kwamba tunahitaji ndevu 3 ili tuzipeleke kwa mjomba Nchumali? Hata kama hatujasema hivyo, ila nakumbuka kwamba mjomba Nchumali tulimtaja kwamba yeye ndio mtu ambaye ametuagiza hizo ndevu 3. Lakini mimi nakumbuka hakutuambia kwamba tusimtaje. Alafu huyu bwana si mganga, na mganga yoyote anajiamini kwamba yeye ni bwambwalu katili kupitiliza. Hadi anatutuma tukachukue ndevu 3 za yule bwana, maana yake anamuweza. Sasa kwa nini anamuogopa? Na kuuliza we Kombo, kwa nini anamuogopa? Unakaa ufala fulani hivi mwanangu. Yaani badala ya kumuuliza mhusika mwenyewe yupo hapa unaniuliza mimi. Ngoja arudi, mimi nitamchana. Unajua mimi namuogopa? Nitamchana kwa sababu huyu bwana amefeli yeye mwenyewe toka mwanzo. Angetakiwa kutuambia kwamba madogo, mkienda kuambiwa nani kawatuma msintaje. Alafu pia kama yeye mwenyewe anamuogopa mzee Zumbe kwamba ni katili bwambwalu kutoka katikati ya kisiwa cha Ngazija, kwa nini alitutuma sisi viumbe wa Mungu tusiokuwa na nguvu hata kidogo kwenda kuchukua ndevu 3 kwa yule bwana? Au alikuwa anataka kututoa kafara? Yuya. Nijataka juu. Mganga kajataka juju. Kajataka juju. Mbona mwitiki mmekaa kimya? Nikisema mganga mnasema kajataka juju. Haya, mganga Kajataka juju. Kajataka juju. Mganga kajataka juju. Kajataka juju. Sauti za kuimba mnazo vijana. Sasa nimeenda kuongea na mizimu, imesema japo kuwa mmeniuza muda wowote ule nakuja kutolewa posa. Hapa hamtoki. Mtabaki na mimi hapa hadi kwenye stage ya kutolewa posa na mzee Zumbe. Tutatolewa wote. Kivipi we Kombo? Na sisi tunatolewa posa kivipi yani? Kitundu usiongee na mimi, ongea na mganga. Focus. Bwana mganga, bado hatujaelewana. Umesema kwamba sisi tutabaki hapa, hamna kuondoka ili tutolewe posa pamoja na wewe. Kwa namna gani? Kivipi? Wakati sisi tumekuja hapa ili ututoe kimziki, tuwe masuperstar wa mziki na sio kutolewa posa. Na kama kutaka kutolewa posa, sisi tungetolewa kule Kitatu. Tusingepoteza muda wetu kukufuata huku mganga. Sisi hatujaja kutolewa posa hapa. Tumekuja ututoe kimziki. Kama kazi imekushinda, turuhusu tuondoke mganga. Muondoke mwende wapi? Mtu ajaribu kusogeza miguu nimfyatue mapengene mimi. Mmeniuza. Sasa kama mmeniuza, mimi sipo tayari kupigwa mnada peke yangu. Najua Zumbe atakuja hapa muda wowote ule kuja kunifanyia ukatili na kutaka kunitolea posa. Sasa kama ni posa, tutatolewa wote 3. Hatoki mtu hapa. Bwana mganga, nia yako ilikuwa ni kututoa kafara na sio kutusaidia tutoke kimziki. Kwa sababu kama wewe unajua mzee Zumbe ni jitu katili, ni jitu ambalo halishikiki, kwa nini ututume sisi tukamtoe ndevu? Kwa nini tukatoe ndevu za mzee Zumbe? Kombo, mlango uko wazi, tuondoke. Nyie, kama mna hamu ya kutembelea Magongo, chekecheni vishundu muione ya mwana. Toba, mzimu. Mzimu gani tena daktari? Mimi sio mzimu. Wewe ndo mgonjwa uliokuwa unapewa tiba na Dr. Sam? Yule dokta wa kiume? Ndiyo. Ndio mimi. Sasa hiyo rangi vipi jamani? Kama umemwagiwa tindikali jamani. Ndio ulikuja hivyo? Hapana, mimi sikuja hivi kwa kweli. Nilikuja tu na rangi yangu safi. Nilimwambia yule dokta nina UTI, akanipiga sindano moja, akaondoka. Sasa baada ya muda kidogo ndo nikajikuta nimempata rangi ya namna hii. Maskini, amekuchanganyia mafaili mwenzako. Sijui ni kitu gani kinamsibu tu Dr. Sam. Hadi inafika mahali anawachoma sindano za ajabu wagonjwa kweli jamani. Amepatwa na nini huyu Dr. Sam? I say, daktari, sasa ndo inakuwaje? Maana mimi nimekuja na ugonjwa mwingine, mnaniongezea tena ugonjwa mwingine mpya wa rangi. Sasa hii rangi itatokaje mwilini mwangu?
Usijali, utakuwa sawa tu, muda sio mrefu. Hiyo wala sio shida. Vipi, umepona UTI? Achana na UTI dokta, mimi niko sawa. We shughulikia hii rangi itoke bwana. Okay, sawa. Nifuate twende maabara. Bwana afande, hebu mtoe nje huyo. Hata hiyo kamera naitaka. Toka hapa. Kamera kitu gani? Haya, toka. Shenzi mkubwa wewe. Na hakikisha anakula alichokiota wewe wiki nzima. Tulia wewe. Shenzi. Nathubutu kunipiga makofi mimi? Afande, hebu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Na kusikiliza mkuu, tumpeleke shamba nini huyu? Hapana, huyo sio kupeleka shamba tena, mshenzi mkubwa huyo. Yaani nahisi hata mkimpeleka shamba anaweza kuwaponyoka na kuja kuniletea fujo. Ninachotaka huyo bwana afungiwe selo ambayo hatoweza kutoka humo ndani kamwe. Mshenzi mkubwa. Ananitandika kofi mimi mbele ya mwanamke. Nimekuelewa vizuri mkuu. Wacha nikamtafutie selo iloshindikana. Fanya hivyo afande. Na hakikisha mnamfunga pingu kisawasawa. Sawa, lakini mbona wavaa chupi tu, nguo apeleka wapi? Wewe naye ushaanza kuzingua tayari. Hebu nenda kafanye nilichokutuma, mengine hayakuhusu. Usinitolee macho, potea. Sawa mkuu. Mie nakwambia pole kwa yaliyokusibu. Hebu kwenda uko mnafiki mkubwa. Alafu wewe ndio umesababisha 100% mke wangu ameliwa kiboga. Kwa sababu ungenifungulia lile geti mapema, nikawahi kufika hapa, hakika ningekuta mke wangu bado hajafanya chochote na bataza. Umechelewesha wewe. Lo, Sauli taka mkusikilize weye, niwache kumsikiliza mkuu wangu wa magereza ambaye huandika taarifa zangu za kazi. Wewe ulitaka kibarua changu kiote nyasi Pila kweli we. Yaani kwanza una bahati wamenifunga leo. Wasingenifunga. Ungeiona ya mwana mshenzi mkubwa we. Mke wangu kaelekea wapi? Alishaondoka lakini kaniachia sabuni na mafuta. Kasema nkupatie. Ananiona mimi fala kiasi gani? Wewe unapokea tu vitu eti uje unipatie. Sasa mimi nakwambiaje? Hiyo sabuni na mafuta nenda kampatie bibi yako. Hatimaye nimeua ndege wawili kwa jiwe moja. Na safari hii sijatumia nguvu kabisa. Ilikuwa rahisi, yani ni rahisi kama unanawa. Maana nilimuita tu Roji akaja mwenyewe, nikaila mbungo. Yani naiona Segerea kabisa ile inaniita. Nimfanye nini huyu bibi jamani? We Bi Kachala, hebu naomba uniache. Nifikirie cha kuwafanya. Usinitafute maneno mapema nikakuumiza. Uniumize mie. Mimi Bi Kachala niumizwe na wewe mtoto mdogo? Hebu sahau wa utumbo. Nishaiumiza ya mme wako. Nishaimung'unyula na hauna cha kunifanya, umesikia? Huna cha kunifanya bibi we. Nilishakwambia kwamba Samu ni wetu sote. Na ni kweli sina cha kukufanya Bi Kachala. Kwa sasa hivi sina cha kukufanya kwa kweli, lakini ni kuahidi kitu kimoja. Ni lazima nilipize kisasi kwa haya maovu ulionifanyia. Hiki kituo saizi hakina askari. Bi Kachala shogangu. We Bi Kacha. Jamani, gereza zima zii. Sasa akija mwizi si anaiba hii kompyuta anaondoka nayo kweli? Bi Kachala. Bi Kacha shoga yako Martha hapa. Jamani, askari yoyote aliye karibu, kuna mgeni. Afadhali. Oho, karibu sana dokta. Asante, yani nimeita muda mrefu jamani, hadi nikaisi gereza halina watu. Watakuwa wameenda wapi hawa? Nafikiri leo watakuwa na majukumu mengi sana. Lakini usijali, mimi ndio mkuu wa magereza hapa, naweza kukusaidia. Asante sana mkuu, lakini mimi sina matatizo. Nimekuja tu hapa mara moja. Kuna rafiki yangu anaitwa Bi Kachala, nimekuja kuonana naye. Kumbe nafikiri kutakuwa na majukumu mawili matatu anayakamilisha. Unaweza kumsubiri hapa dakika chache. Sawa mkuu. Ama pia unaweza kumsubiri ofisini kwangu. Karibu. Kweli? Karibu tu, wala hamna shida. Karibu. Lazima mkubali kwamba mmeniingiza kwenye matatizo. Mimi niliwatuma mkachukue ndevu 3 kwa mzee Zumbe, na sio kwenda kujihabwanga na kunitaja mimi kwamba mjomba Nchumali ndiye aliyetutuma. Sasa hapa aondoki mtu. Na kama ukijaribu kuchomoa mguu, mimi nakwambia itaondoka nya, kiwiliwili kitabaki. Mnaisikia hiyo sauti? Kondo Bwambwalu kutoka katikati ya kisiwa Changazija anakuja. Mjiandae kuwekewa posa. Kondo, shikamo.